Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khairu khalqihi nabiyina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Ndugu viongozi wa msikiti na ndugu waumini wenzangu nyote kwa pamoja, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La kwanza naomba ni ungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia fadhila hii kubwa ya uzima na uongofu, tukaweza kuja kusali sala hii tukufu ya Ijumaa katika siku hii tukufu katika ardhi tukufu ya msikiti huu. Tumshukuru kwa sababu naamini wapo wenzetu wengi waliolitaka hili lakini hawakulipata kwa sababu ya dharura mbalimbali. Sisi tulolipata alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini la pili, leo ni siku ya Ijumaa, na Ijumaa tumefaradhishiwa kuwaidhiwa kwa kupitia hizi hutuba ambazo tumesomewa hapa. Na mimi naamini kila mmoja wetu atakiri kwamba kwa hakika leo tumepata darasa mahsusi ya siku ya leo ya kutukumbusha, lakini tumepata darasa kubwa ya kutukumbusha wajibu wetu, na tumepata darasa kubwa ya kutukumbusha tunako kwenda vile vile. Ni darasa ambalo mimi natamani libaki katika vichwa vyetu, katika mioyo yetu, na litufae katika kulitumia kwa ajili yetu sisi wenyewe na vizazi vyetu na majukumu yetu tuliopewa ya kulea, ya kusimamia mambo mbalimbali, lakini na pia yatufae kwa ajili pia ya nchi yetu. Maana tukitengenea sisi, bila shaka na nchi itatengenea. Kwa hivyo sikutaka mimi nitoe hutuba ya tatu, maana mbili zishatimia, lakini nikasema ni wajibu, maana tumeelezwa historia katika dini yetu na tumesisitizwa namna gani sisi tushikamane nayo. Sasa mimi nilitaka niwakumbushe kidogo tu kwa mnasaba wa haya tulioelezwa na sisi wenyewe, historia yetu kidogo, na wapi tumekwama na vipi hii darasa ya leo itaweza kutusaidia. Nasema haya ni mambo ya nchi, lakini ukizungumza hapa Zanzibar, sijui kama unaweza ukatofautisha baina ya Wazanzibari na Waislamu. Maana wakigombana Waislamu Zanzibar, maana wamegombana Wazanzibari, au sio? Na wakigombana Wazanzibari wamegombana pia Waislamu, maana ikiwa takriban 9.5 katika kila 10 ni Muislamu. Maana yake hii ni nchi ambayo Waislamu ndo hao wanawa nchi, na Uislamu maana yake una maslahi makubwa na Waislamu wana maslaha makubwa vile vile. Kwa hivyo nchi ikitengenea na mambo ya Waislamu nayo yanatengenea vile vile. Sasa nalisema hili kwa sababu naona tunakotoka nchi hii kuna mambo tumeyasahau au tumepata bahati mbaya, lakini huku tunakoelekea mimi nakuona kuna kiza kikubwa zaidi. Na kuna kiza kikubwa zaidi kwa sababu ya kuyasahau haya tuliokuwa tumeambiwa hapa juu ya wajibu wetu na nini cha kufanya. Nchi hii tuliingia sisi mahusiano na watu ndo watu tunasema marafiki waliokuwa siwo. Maana 1833 nchi hii tuliingia mkataba na wa Marekani. Jamani, sio 1900. 1833. Kwa wanaojua hesabu sijua na watakwambia ni miaka mingapi iliyopita. Mkataba wa urafiki na biashara
na Wamarekani wakaleta balozi wao wa mwanzo hapa akiitwa Richard Waters mwaka 1837 kwa kutumia huu mkataba tulioingia nao mwaka huo. Na huu bwana, moja katika alolileta ni kijiji kile tunachokiita leo Selemu. Pale palikuwa na shamba la bwana mmoja akiitwa Captain Hassan, alikuwa msaidizi wa mfalme. Pale alikuwa na shamba lake, akaliita kwa jina la mji aliotoka huyu balozi wa Kimarekani. Yeye akitoka katika mji unaitwa Salem kule Marekani. Kwa hivyo na Waswahili tukalipata tukaita Selemu. Mwaka 1839 tukaingia mkataba na Waingereza huu wa urafiki na mahusiano na biashara. Wakaleta balozi 1841 hapa, mtu wa kuwakilisha. Lakini lilofanyika nini kwa kuwa na marafiki wa aina hii? Waingereza cha mwanzo hii nchi wakaichukua 1890, wakasema tunaingia mkataba wa kutulinda. Kiswahili chake sijui nini, lakini kwa Kiingereza wanaita protectorate agreement, yaani wa kutulinda, wengine wanaita mahamia kwa Kiswahili. Lakini baada ya kuchukua tu, maana hiyo tokea 39 wao walikuwa na malengo yao. Malengo yao ni hii nchi kuja kuichukua, na haya wameyasema wazi hata kwenye mabunge yao. Cha mwanzo walichofanya ni nini? Cha mwanzo walichofanya ni kuanza kuinyang'anya Zanzibar yale mamlaka na himaya zake iliyokuwa nayo. Mwaka 1892 wakaichukua bandari ya Zanzibar ya Benadir iliyoko Somali, ambayo ilikuwa ni ya Zanzibar, wakawapa Wataliana, na ndio mwanzo wa kuanzishwa leo tunaita Somaliland. Ukisikia wana magomvi wa Somali na nini, na ndio leo Mayahudi walipokwenda wakaika kituo chao Benadir Port. Tuliitoa sisi, Mwingereza aliitoa akawapa Wataliana. Tunafahamiana jamani? Ndio la mwanzo walilofanya. Akaichukua na Mombasa ya Kenya akajikodisha mwenyewe mwaka 1895. Tumefahamiana? Mwaka 1913 mwezi wa Julai akaitoa Zanzibar, sasa ikawa sio tena mahusiano, akaifanya rasmi kuwa koloni kwa kuihamisha kutoka ofisi ya mambo ya nje akaipeleka ofisi ya mambo ya makoloni, kutoka foreign office kwenda colonial office, na ikaanza rasmi Zanzibar kuwa koloni kuanzia tarehe 1 Januari mwaka 1914. Tulianza na nini jamani? Urafiki. Tukaishia kwenye nini? Koloni. Tukaishiwa kujanganywa tulichokuwa nacho, wakakichukua. Maana Benadir ikatutoka Mombasa, badala ya kuirejesha kwa wenyewe sisi, mwenyewe Mwingereza ndo akaunda tume kuja kuchu